Kwanza kabisa, moja kati ya vitu ambavyo vilinisukuma mimi kuanza kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na habari ya masuala ya HIV na ukimwi, niligundua kitu kimoja, watu wengi hatujui yani tofauti iliyopo kati ya HIV na AIDS, au kwa Kiswahili tofauti kati ya ukimwi na VVU. Yani mtu akishaenda akapimwa akaambiwa kwamba bwana unaishi na virusi vya ukimwi, yeye anahesabu kwamba na ukimwi, na tukio la kwanza linalomwijia kichwani kwake ni tukio la kufa. Kwa hiyo yuko radhi hata kuacha kazi, yuko radhi hata kusahau habari za ndoa, unaona, na mambo mengine kadha wa kadha, na hakuna elimu ya kutosha kwenye jamii. Kwa hiyo nikasema cha kwanza inabidi hichi kidogo nachokipata mimi CTC nikitoe kwa jamii wapate kuelewa kwanza tofauti ya HIV na ukimwi. Unaona, kwa sababu hata mtu anapoenda kupima, ile elimu anayopewa pale counseling ni ndogo sana. Unaona, ya kuweza kumsaidia kujua nini afanye. Sasa tukirudi kwenye swali uliloniuliza, mimi baada ya kupata elimu ya kwamba kumbe kuishi na virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Unaweza ukaishi na virusi vya ukimwi kama mtu tu mwingine anavyopata malaria, homa, na anatibiwa anakaa vizuri. Lakini kwa upande wetu sisi, mtu anatumia tu zile dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi na anaishi tu kama mtu mwingine negative na kufanya mambo yake, na anaweza akaoa na akaoa hata mtu ambaye hana HIV na wakapata familia nzuri kabisa isiyokuwa na maambukizi. Unaona, ikiwa tu watapata njia salama. Kwanza kabisa kuhakikisha kwamba mimi ambaye naishi na virusi vya ukimwi ninakuwa undetectable, untransmittable. Yani maana yake sasa hata nikipimwa inakuwa ni kama vile virusi havionekani wala haviambukizi. Unaona, ni kuhakikisha ile viral load, yani wingi wa virusi kwenye mwili wangu unakuwa hakuna kabisa. Maana yake wadudu wanakuwa hawako active kiasi kwamba nakuwa siwezi kumwambukiza mtu mwingine ni kwa njia yoyote, ikiwemo ni pamoja na kujamiiana. Kwa nikaelewa hilo. Maana yake lazima nikazane kumeza dawa zangu kwa wakati. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza ili niweze kumlinda mke wangu. Lakini jambo la pili, kuna PrEP. PrEP ni pre-exposure prophylaxis. Hizi ni dawa ambazo mtu ambaye hana maambukizi anameza ili kujikinga kutokupata virusi vya ukimwi kutoka kwa mtu ambaye anaishi na VVU. Hii ni dawa ambayo inasaidia sana watu walioko kwenye ndoa. Na njia nyingine ni mpira, condom. Hiyo nayo inasaidia sana. Kwa hiyo hizo ni njia ambazo kwa wanandoa wanaweza kutumia, lakini mimi nimekuwa nikitumia. Ila sasa sisi hatutumii condom,